Wapendwa taifa la Mungu, kama sio kitu kipya, huenda kikawa ni kitu cha kushangaza ambacho leo tunakisikia katika maandiko matakatifu. Kwangu binafsi nadhani huenda kikawa ni kipya kabisa, kwamba tumezoea maadhimisho mengi, sherehe nyingi, karamu nyingi zinadai michango, na ndio maana huwa mara nyingi zinatanguliwa na kadi ya mchango. Sherehe nyingi, harusi nyingi na maadhimisho mengi ya kijamii, mara nyingi kama si mara zote, huwa zinadai mchango kutoka kwa watu. Lakini leo tunashuhudia, tunasikia wanaalikwa kwenda kwenye karamu, kwenda kwenye sherehe pasipo michango. Haya, kila aonaye kiu njoni majini, naye asiye na fedha nunueni mle. Naam, njoni nunueni divai na maziwa. Asiye na nini? Najiuliza, siku soko la Mwanga likikamilika, tutaenda kununua mahitaji bila fedha? Inawezekana? Je, mnakubaliana mimi hili kwetu kutoka kwenye maandiko matakatifu ni jipya au la kushangaza? Wanaalikwa kwenda kununua mahitaji yao pasipo na nini? Katika Injili Yesu anawarisha wanaume wapatao 5,000, na hivi kuna idadi ambayo haikutajwa akina mama na watoto, kwa sababu kwa desturi za Kiyahudi hakukuwa na sababu ya kuhesabu akina mama wala watoto. Akishaonekana mwanaume ilitosha tu kusema watu walikuwepo. Sasa huenda walikuwa wanazidi 5,000, 6,000, 7,000 kuendelea. Sasa Yesu analisha idadi kubwa ya namna hiyo pasipo mchango wote ule. Hawakulipia hata shilingi 100. Ni nani Bronge yuko tayari kutuita leo Dominika aseme atulishe pasipo mchango? Yupo? Wapendwa, Kristo Mungu anahitaji utayari wetu. Anachokihitaji katika maisha yetu ni utayari wetu, ule uwezo wa kusema naam, ule uwezo wa kusema ndio. Hahitaji msaada wetu, ila sisi ndio tunahitaji msaada wake. Hahitaji nguvu zetu kutenda anayotamani kuyatenda kwetu. Anahitaji sisi tu tuseme ndio, tuseme. Leo tunaalikwa kwenye karamu pasipo kutoa mchango wote, tukafurahie, tukaenjoy, tukacheze, tuishi vile ambavyo watu wanafanya katika karamu. Na hivyo Nabii Isaya akitualika kwenda kwenye Injili, anatualika kuwa tayari. Kama tunaona kiu, twende tukachote maji bure. Kama tuna kiu ya divai, twende tukanywe bure. Na kama tuna kiu ya maziwa, twende tukanywe bure. Anachokiomba kwetu ni ule utayari tu wa kusema naam, niko tayari, ndiyo, niko tayari. Katika somo la Injili takatifu, Yesu bado anazungukia mkoa wa Galilaya, na hivi anachukua chombo chake, anasafiri ng'ambo ya bahari ya Galilaya ili apate muda wa kutosha wa kusali na kuongea na wanafunzi wake. Lakini ilivyo bahati njema, wale wafuasi wanatambua Yesu yuko ng'ambo ya pili ya bahari, na hivi wanaamua kumfuata kwa miguu yao. Wapendwa, huo sio utayari. Wameamua kuwa tayari kwamba sisi bila Kristo hatuwezi kitu, na hivi wanakuwa tayari hata kufunga safari kwa miguu kumfuata huko aliko ili aweze kuwahudumia. Na hivi akiwa kule ametulia na wanafunzi wake mitume, anashangaa kundi kubwa la mkutano linamfuata, kisha anawahurumia. Anawaona wenye matatizo ambao wamebeba wagonjwa, na hivi anaweka mikono yao juu yao, anawaponya. Akiwa anaendelea kutoa katekesi na mafundisho, jioni inaingia na wanafunzi wanagundua mahali pale hakuna wauzaji wa mikate, hakuna wauzaji wa vyakula. Na hivi wanamwendea Kristo kwa upole kabisa, wanamwambia, Bwana, ni kweli umewafundisha kwa muda mrefu, lakini sasa hapa tulipo hakuna mama ntilie, hakuna mamalishe, unadhani watakula wapi? Na hivi uwaruhusu waende vijijini ili wajitafutie chakula chao kwa ajili ya mahitaji yao. Anawaambia, msijali, wapeni chakula wale. Wanashtuka, tutawapa chakula gani? Yesu anahitaji utayari.
Injili ya Yohane sura ya 6 aya 8 inamtaja Filipo ndugu yake na Petro kwamba yeye ndiye aliyegundua miongoni mwa ule mkutano kuna mtoto mmoja mdogo ameweka akiba yake, amebeba mikate 5 na visamaki 2. Na hivi anapoona mtoto na akiba yake anamwambia Yesu, hapa kuna mtu amejitunzia akiba. Na hivi kwa vile alitambua kwamba Yesu anaweza kufanya kitu, ndiyo maana anamwambia vile. Mtoto mdogo katika utoto wake alikuwa tayari kuvitoa vile alivyo navyo, pengine hata kama alikuwa haelewi vizuri. Kwa utayari huo wa mtoto, watu wapatao 5,000 wanakula na kushiba. Kristo anafanya muujiza wa kuongeza idadi ya mkate na samaki kwa sababu ya utayari wa nani? Kama mtoto angeificha, unadhani Kristo angeongeza kutoka hewani? Yesu ili atende muujiza katika maisha yetu anahitaji utayari wetu, anahitaji ndio yetu, anahitaji naam yetu. Na hivi anafanya muujiza wa kuongeza mikate na samaki kiasi cha watu zaidi ya 5,000 wanakula, wanashiba na wanabakiza. Huenda wale wa kubeba walibeba, huwa hawakosi hata kwenye sherehe. Naamini huenda walibeba, ila Injili haielezi wazi. Wapendwa, Yesu anapofanya muujiza kuongeza idadi ya mikate, ni kama taratibu anaanza kuwaandaa wanafunzi wake kwa kile atakachokuja kukifanya siku ya mwisho, wakati atakapotolea maisha yake msalabani kama kondoo wa kuchinjwa sadaka kwa Mungu Baba. Na hivi anaanza taratibu kuwaelimisha, kuwaonesha ili waelewe, atakapokuja kufanya ule mjiza wa Ekharistia wasije wakashangaa. Akina mama mtakubaliana na mimi, mama anapojifungua kwa siku za mwanzo, mtoto atanyonya maziwa ya mama. Miezi 2-3 hivi ataanza kupewa uji, na hivyo anaendelea na vyakula vingine vingi. Sidhani kama kuna mama mtoto wake akiwa bado mdogo anamlisha viazi. Yupo? Hayupo. Ataanza na vyakula laini ili mtoto aanze kuzoea maisha ya kujitegemea, ili atakapokuja kupewa viazi na mihogo asishituke na hata tumbo liseme kuna nini tena leo. Na hivi Yesu anawaandaa wanafunzi wake kwamba kwa muujiza huu anapoongeza idadi ya mikate, atakapokuja kuweka ile Ekaristi Takatifu, mwili na damu wake, wasishituke, waelewe kule kile alichokifanya Galilaya ndicho anakuja kukitimiliza hapa Yerusalemu Kalvari. Leo tutashuhudia muujiza. Leo tutaalikwa kwenye karamu. Kristo kama vile alivyojimwilisha kwenye tumbo la uzazi la mama Bikira Maria, ni katika kila adhimisho la ibada ya misa takatifu huwa tayari kujimwilisha katika mikono ya padre na kufanyika mwili na damu katika maumbo ya mkate na divai. Na hivi mwisho anatualika kuijongea meza ya Bwana ili tumpokee huyo aliye hai na kweli katika maumbo hayo. Na ndiyo maana padre hutumia maneno ya Yohane Mbatizaji, tazama mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao waliofanya nini? Tuko tayari kualikwa? Au baada ya kusikia maneno tutainama chini? Padre anatumia maneno yale yale Yohane Mbatizaji aliyoyatumia, tazama mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya Bwana. Niwaalike tuwe tayari kualikwa na kuijongea altare ya Bwana. Tumpokee huyo Kristo ambaye anafanya muujiza mkubwa katika maisha yetu, na hivyo tuamini na tusadiki kwamba ni mwili kweli na damu kweli ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yohane alifahamu wazi kwa Wayahudi kondoo ndiye aliyetumika kutolea sadaka kwa kulipia dhambi za jamii na dhambi za watu. Na hivyo anapomwona Kristo akienda Yordani ili abatizwe, anawaalika wale wafuasi kwa maneno hayo, tazameni huyo ndiye mwana kondoo. Na hivi Yohane Mbatizaji anaiona sura ya kondoo ndani ya Kristo, ambaye yeye ndiye atakayechinjwa pale Kalvari kwa ajili ya ondoleo la dhambi zetu. Na hivi ni lazima tuwe tayari sasa kumpokea katika maumbo hayo ya mkate na divai, ambayo ndicho kilele cha karamu zote. Tunaweza tukawa tunafanya sherehe huko, ila sherehe iliyo kubwa kuliko zote
ni sherehe ya Ekaristi. Hakuna sherehe utakayoiadhimisha, utakayoifanya inayozidi hadhi ya sherehe ya Ekaristi Takatifu. Na hivi kama ulishapokea mialiko huko mingi, leo unapewa mwaliko mkubwa kuliko yote. Ni bahati mbaya tunahudhuria sherehe nyingine, lakini tunapoalikwa kuja kumpokea Ekaristi katika maumbo ya mkate na divai, tunashindwa kufika kwa sababu pengine ya vizuizi tulivyo navyo, kwa sababu tumejifungia masakramenti, kwa sababu tuko nje ya huduma. Turudi somo la pili. Mtume Paulo anatukumbusha, ni kipi cha kututenga na upendo wa Kristo? Je, ni njaa? Ni magonjwa? Ni dhiki? Au ni nini? Kila mmoja atafakari. Kitu gani kimesababisha ajifungie sakramenti? Kitu gani kinamzuia asishiriki Ekaristi Takatifu? Kitu gani kinamzuia kuingia na kushiriki adhimisho hilo katika ukamilifu wake? Na hivi arudi nyuma, aombe huruma ya Mungu imsaidie na imsindikize arudi katika masakramenti. Kama tunaweza tukapokea mialiko mingine huko, iweje tushindwe kupokea mwaliko mkuu kuliko mialiko yote, tena isiyo na kadi, tena isiyo na michango? Kama tuko radhi kutoa michango kwa ajili ya sherehe nyingine, iweje tushindwe kushiriki sherehe hii kubwa kabisa ambayo haina michango? Na hivi tumwombe Mtume Paulo atuombe ili hayo ambayo yanatutahadharisha, yanayoweza kututenga na upendo wa Kristo, yanayoweza kutuzuia tusishiriki karamu ya Bwana, taratibu tuyaondoe ili turudi katika ushirika kamili na Kristo, ushirika kamili na kanisa lake. Huenda ni magumu. Tufanye nini? Tuendelee kuungana na Paulo anayesema neema ya Mungu yanitosha. Tumsifu Yesu Kristo.